ni kipenzi cha moyo wangu. Nikajalia kiwiliwili changu sehemu ya kupumzika ni msikitini. Msikiti ni hisnu hasinun. Msikiti ni kinga inayomzuia mwana wa Adamu kutenda madhambi. Hakuna anayekuja msikitini ila amesalimika kwa Allah tabaraka wa taala. Kaa msikitini hata usimtaje Allah. Kaa msikitini kuwa kimya tu, tayari wewe umejitengelezea mazingira yaliyo bora. Wako malaikatur rahmani hum pamoja nasi. Una ulinzi wa Allah tabaraka wa taala, una uangalizi wa Allah tabaraka wa taala. Lakini ukiamua kukaa msikitini na kumtaja Allah na kumwabudu Allah, utakuwa umetengeneza mazingira ya kujilimbikizia fadhila kubwa mno mbele yake Allah tabaraka wa taala. Is'al nafsaka ayuha al-ahibba, iulize nafsi yako ndugu yangu katika imani, mazingira ya moyo wako yana mapenzi na msikiti? Hivi umewekeza kwenye moyo wako kuupenda msikiti zaidi kuliko vijiwe vinavyojadili pengine maisha ya watu, ikawa unateta na kusengenya watu kila siku? Vijiwe vinavyojadili kazi za watu ambazo hazikupi faida yeyote, wala wale watu hawakujui wala hawakutambui wewe. Wangapi ndugu zangu katika sisi wanaopoteza nyakati zao za maana mno kwenye vijiwe vya kujadili mipira inayochezwa ng'ambo za mbali, mataifa ya kimagharibi Ulaya, inayochezwa pahala pengi pambali. Wale waliocheza hata hawajui kuwa sehemu fulani kuna mtu fulani anajadili maisha yangu, anajadili mkataba wa kazi yangu. Ndani ya hapo ukasema uongo pasina kujua mkataba huko katika mazingira yapi, na wako malaika wanaandika maneno unayoyasema. Ikawa ndani yake unasema uongo, siku moja utaulizwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini ukikaa msikitini hata hujaongea, alhamdulillah, upo katika kinga, katika hifadhi. Na ukisema chochote cha kumtukuza Allah, kwako wewe ni rifaa kubwa mno kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini si hivyo ndugu zangu katika imani. Msikiti ni nyumba ambayo Allah tabaraka wa taala ameijalia na kuwataka waliomwamini yeye kuwa ni wenye kuimarisha. Mwenyewe Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati Tauba aya ya 80, innama ya'muru masajida Allahi man amana billah. Hakika si vingine wanaoimarisha nyumba hizi zangu hizi, hii misikiti, wanaoimarisha ni wale waliomwamini Allah tabaraka wa taala. Akhi al-fadil, kaifa yakunu i'maru al-masajid? Ndugu yangu katika imani, inakuwaje kuuimarisha msikiti? Kuuimarisha msikiti ndugu yangu, nambari moja ni kudumu ndani yake kutekeleza sala 5. Miongoni mwa alama za watu waliomwamini Allah ni kusali sala 5. Maana msikiti haukujengwa asali Sheikh Saidi, Sheikh Mwishali peke yao, wasali sijui Mzee Mnyema watu 2 watatu. Msikiti umejengwa kijiji kizima kiingie kiswali. Na uzuri wa bahati, Allah tabaraka wa taala amejalia kijiji hiki zaidi ya 99.... ya wakazi wake ni Waislamu. Itakuwaje kwako yaumul qiyama ukafufuliwa mbele yake Allah tabaraka wa taala? Unaulizwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama as-salah. Jambo la kwanza mja kuulizwa na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama ni swala. Allah hatokuuliza ulitumikiaje chama chako. Allah hatokuuliza ulitumikiaje klabu yako ya mpira. Allah hatokuuliza ulitumikiaje chochote kile. Allah ataipekua sala yako kwanza. Ni maneno ya mbora wa viumbe, khairul khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye hasemi uongo, hasemi uzushi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali kila anachokisema ni wahi utokao kwa Allah tabaraka wa taala. Unasimamishwa kwa Allah mtukufu, unaulizwa juu ya sala, na sala ulizikimbia
tena adhana ilitoka ikasikika takriban Ipululu nzima, ukaipuuza si lolote si chochote. Halafu ulikuwa wapi wakati adhana ya kukuita wewe kwenye mafanikio, kwenye kuongoka inatolewa? Ulikuwa kwenye kijiwe unabishania mpira, ulikuwa pengine kwenye mabedi unamwagilia, ulikuwa unashindilia tumbaku yako. Adhana inakuita kwenye mafanikio, umekaa kwenye haramu. Mwingine yuko nyumbani kwake tu, kana kwamba adhana inayoadhiniwa hausiki nayo, na anaitwa Harun. Haimwajibiki na anaitwa Muhammad. Itakuwaje yaumul qiyama? Utamjibu nini Allah? Na Allah na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, mja akiulizwa kitu cha kwanza kuulizwa ni sala. Fa in salahat, sala ikitengemaa ya mja ikiwa sawa sawa, salahati sairu amali, matendo yake mengine yote yametengemaa. Lakini mtu akikutwa kwenye sala ana shida, ana tabu, anaanza kutazamwa kwenye mambo yake mengine. Kwa nini? Swala ya mtu ikiwa imetengemaa, matendo mengine yametengemaa. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika ya sala inayoswaliwa na mja vile inavyostahiki inamzuia mja huyo na machafu na maovu. Ya Rabbi, tujalie kuishi katika maisha ya kutekeleza swala tano. Ndugu zangu, wazee wangu, vijana wenzangu, wakazi wa kijiji hiki cha Ipululu, itumieni fursa ya ninyi kuimarisha nyumba ya Allah tabaraka wa taala miongoni mwa nyumba zake, kwa kuhakikisha mnaujaza msikiti huu kila sala. Hata naamini leo Ijumaa, lau wangelitoka wote watu kuja kuswali, msikiti huu pia usingetosha. Lakini kuna watu Ijumaa hii wamekaa majumbani kwao inawapita. Kuna mtu ana Ijumaa 3 imempita. Haiyumkini Muislamu aliyemwamini Allah tabaraka wa taala Ijumaa 3 zinampita akabakia kuwa ni mtu salama kwa Allah tabaraka wa taala, bali inaandikwa kuwa ni mnafiki na anajiingiza kwenye shimo baya sana kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wana Ijumaa za miezi 6 wala hawana habari ya kuswali, wala hawana mpango wa kuswali. Nambari 1 kuimarisha nyumba ya Allah tabaraka wa taala ni kuswali. Tusimamisheni sala ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati malakul mauti anamalizia kuifarakanisha roho yake na mwili wake, maneno yaliyosikika kutoka katika kinywa chake kitukufu, as-sala, 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 anaunasihi na kuulingania umma wake juu ya sala. Hakuna chenye fadhila kilicho bora kwa Muislamu kuliko sala, ndugu zangu katika imani. Tusimamisheni swala. Na ndio maana wako baadhi ya ahlul ilmi wanakuambia mtu asiyeswali kwa makusudi, anasikia adhana hataki kwenda kuswali, huyu ni kafiri, huyu ni kafiri. Maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, tofauti iliyo kati yetu sisi Waislamu na wao, kwa maana ya mushirikina Mayahudi na Manasara, as-sala, ni sala. Faman tarakaha faqad kafara, yeyote mwenye kuacha kuswali hakika mtu huyo amekufuru. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanawazuoni wanayafasiri tu, wanasema haya ni maneno ya makemeo, ni maneno ya kumkemea mtu ambaye haoni ubora, umuhimu, thamani ya sala katika maisha yake. Imarisheni nyumba hii kwa kuswali, nambari 1. Nambari 2, tunaimarisha nyumba ya Allah tabaraka wa taala kwa kuhakikisha tunailinda kuwa ni yenye kuendelea kubakia katika mazingira yenye ubora, kwa kufagia, kufuta vumbi, kuhakikisha pale ambapo panaonekana pana ufa tunafanya ukarabati kwa haraka. Nyumba ya Allah tabaraka wa taala iendelee kuwa imara. Nyumba yako utaijenga wewe, ukimaliza kuijenga utaishi, siku ukiondoka duniani utaiacha, haina faida yeyote na wewe. Lakini Allah mtukufu anasema, man bana lillahi masjidan, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, yeyote mwenye kujenga katika dunia hii msikiti, Allah tabaraka wa taala humjengea mtu huyo nyumba peponi. Msikiti ni nyumba peke yake ambayo
mja akijenga Allah humlipa badala ya nyumba, sio duniani, peponi. Peponi anapata ujira aliyoshiriki katika kujenga msikiti, alau kwa tofali moja, tofali mbili, alau kwa bati moja, mfuko mmoja wa simenti. Pamoja na kumwombea kheri mfadhili wetu ambaye amejitolea pesa zake kukamilisha ujenzi wa msikiti huu, lakini kila yule aliyechangia kwa namna moja ama nyingine, pesa yake, tofali, simenti, nguvu zake, fikra zake kukamilika nyumba hii, Allah tabaraka wa taala iwe sababu kwake ya kumjengea nyumba peponi, kama anavyosema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, msikiti ni nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Ndani yake tunaingia kufanya ibada, kumtaja Allah, kumtukuza Allah. Hatuingii kufanya biashara wala matangazo ya kibiashara. Ni makosa makubwa kugeuza msikiti kuwa ni sehemu ya kutangazia biashara za watu au kuuzia biashara za watu. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, idha raaitum man yabi'u au yabta'u fi almasajid, mtakapomuona yeyote anauza au ananunua msikitini, anasema Mtume, faqulu la arbaha Allahu tijarak, mwambieni Allah asikupe faida kwa biashara yako, Allah asipatishe faida biashara yako. Maana si katika haki ya msikiti kufanyiwa biashara ndani yake. Lakini msikiti, ndugu zangu, unaimarishwa kwa kuhakikishwa mazingira yake yanawekwa bora, hali yake ya hewa inakuwa bora. Haunukishwi msikiti, hata wanaoingia msikitini wanatakiwa wanukie. Na kuyajua na kuyatambua haya, ndiyo sababu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia masahaba zake, man akala min hadhihi shajara, yeyote mwenye kula mti huu. Anaukusudia mti gani? Athaum, mti wa kitunguu saum, ambao tunautumia sisi kutengeneza ladha kwenye mboga zetu, kwenye vyakula vyetu. Ni kilaji halali kabisa, lakini haiwi halali kwa Muislamu kula kitunguu saumu akaingia msikitini, maana harufu ile inaweza kuwa kero kwa mtu mwingine. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, man akala min hadhihi shajara, kwa maana ya kitunguu saum, fala yaqrabanna almasjid, na asikurubie misikiti yetu. Kitunguu saumu kukila harufu yake ni kero kwa watu wengine. Haya, wewe mvutaji wa sigara ambaye pua zako ndio zimekuwa exhaust, pua zako zinatoa moshi, masigara yamekuingia mwilini, yamezunguruka kwenye damu, jasho lako linanuka sigara, unaingia msikitini unanuka sigara. Inakuwaje? Kama kitu cha halali ni makosa kuja nacho msikitini, Mtume anasema fala yakribanna, binunu taukidi katika grama ya lugha ya Kiarabu, asithubutu kukaribia misikiti yetu. Na wewe unayevuta sigara mpaka unanuka. Haya, na wewe ambaye ukuthamini, umetoka shambani na jasho lako na kila kitu, unakuja msikitini pasina kuoga. Ni lazima tukija msikitini tuje tumejipamba, tuje tumejiremba kwa namna ya alivyotujalia Allah tabarak wa taala. Lakini si hivyo ndugu zangu, Allah amekupa muda wa kuja kufanya usafi msikitini. Fanya usafi, wala usihisi ni udhalili. Mimi nisafishe msikiti, hauna hadhi ndugu yangu mbele ya pepo. Chenye hadhi na sisi ni pepo peke yake. Katika vitu vinawanyenyua watu thamani ni kusafisha msikiti. Yauman Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatoa darsa msikitini kwake mbele ya masahaba zake. Anauliza, jamani, yule mama mweusi ambaye husafisha msikiti kila siku, mbona sijamuona mimi? Mbona amepotea? Masahaba wanamwambia, Mtume yule alishakufa karibia siku 3-4 zilizopita nyuma. Mtume ananyenyuka akiwa ameghadhibika, kwa nini hamkunihabarisha? Kwa nini hamkuniambia? Mnamdogesha mtu hali ya kuwa mtu huyu kanyenyuliwa na Allah tabaraka wa taala. Dulluni ala qabriha, nionyesheni kaburi lake liwapi. Wakampeleka mpaka kwenye kaburi la mama huyu, akasimama pembeni yake akamswalia sala ya maiti.
amekwisha zikwa takriban siku 3 nyuma, lakini mtume